Hapa wewe baba gani? Yaani ganda hata hiyo simu siweke mfukoni, nadhani akili yangu ijue. Mwenyewe akili yangu inajua. Yaani umeniona mimi nakuja ukamwambia mara yako akati simu, si ndio? Toa password. Hii hapa. Mke wangu sikiliza. Hiyo simu sio taarifa ya wanawake, hiyo ni taarifa ya msiba, mdogo wangu amefariki. Sasa na kwa taarifa yako hii simu naondoka nayo, atanipigia tena wewe mara wako. Sasa nakwenda kazini. Lakini kuna connection hapa ya nguo za mitumba. Vipi, unaiweza? Ndio naweza. Okay. Sasa nikuombe kitu kimoja. Maana unajua maisha yetu jinsi yanavyoenda. Naomba nikupigie simu saa 10. Kwa sababu hii connection inafunguliwa saa 10:30. Sawa, haina shida, simu yangu ipo hewani. Okay? Upokee simu. Sawa, haina shida, simu yangu ipo hewani. Sawa, haina shida. Unapewa mzigo. Unafanya biashara. Sawa. Umeona? Ushike simu Haina shida. Sawa sawa. Sawa sawa. Nini hiki sasa? Dada Neema. Ndio kaka. Karibu sana. Asante. Mimi nimekuita. Kuna jambo ambalo nimekuitia dada. Jambo gani? Mimi kama kakako mkubwa na kaka mkubwa wa familia ya mzee Matata, naanza kupata na mashaka sana kuhusu kifo cha huyu mdogo wetu Salumu. Ndio. Kifo cha Salumu kinanipa wasiwasi, kwa sababu kuna mambo ambayo yanajitokeza na aliyojitokeza hapa yananipa kuwa na wasiwasi. Kwanza, nina mashaka na ndugu zetu hawa kuhusu hili shamba letu hili la ulisi tulioachona baba yetu. Mara ya mwisho amekuja nyumbani kwangu baba mdogo wakiwa na haka kajamaa kanakoitwa Kashabani. Wanasema wamepigiwa simu na watu waliomteka Salumu. Nilipouliza kuhusu hiyo simu wakanipa, na mimi kaipigia simu haikupatikana. Baada ya siku hizi 3 kama mnavyoona, mambo yamekuja kubadilika. Taarifa ile iliingia, Salumu amefanya. Sasa mimi nikawa na wasiwasi. Kwanza, taarifa ya kukuita wewe na Bakari nimemwambia, nilimpa naye taarifa, lakini Bakari hajapatikana. Labda katika vitaka zako huko umemwona Bakari. Familia ni jao mwanangu mzee Matata pale bwana. Wewe unazungumzia mzee Matata huyo alikuwa anaishi pale kwenye miembe. Wewe kaka, ule mzee alikuwa anapenda kuvaa kikoti chekundu. Alifariki juzi kati tu hapa hivi. Ya huyo. Kwani ile familia ina nini? Babu, ile familia ni jao. Wanagombania mali wale watoto mwanangu. Kipindi amepeleka tu mzee hapa. Inaposemekana mpaka za chini chini mdogo wao amemuua. Ndio kwa kama mama kumwaji mdogo wao ule Salumu. Kwa mwanangu ile laana, yani atakateta familia na kuwa moja wote washaka wanaisha kingi.
wote wanaishia chini mwanangu, tunawazika nini, wanaziacha zile mali hivi. Wao wakishaziacha zile mali nani atachukua? Kwa mwanangu, masuala ya mali achana nao, masuala ya mali jao sana mwanangu. Wewe utapaza kwako palangana hivi 1 2 3 shika hapa piga dei waka nini na kwa mafundi kule kombe kazi tapaza kwako kushapata mali zako, hakuna mtu anatoa jicho. Kwa mwanangu, ukiongelea swala la mali mwanangu, yule anichukua. Kwa mali achana nazo mzee wangu, mimi nakupangia mali. Mimi nimetoka zangu kule bush, nimekuta town huku kutaka kama iteteche nini 1 2 3 na ukote kitu. Ona mimi kule home mwanangu, mzee wangu bado yupo anaishi mwanangu, lakini wadogo zangu familia nini, baba kaka dada, ona mablaza yani wanagombania mali, wanataka ule mtoa mu achukue zile mali. Ona yani nasadika kwamba mzee akifa vile anachukua zile mali. Yaani usimone mimi hivi nakuja hivi kitaji nataka 1 2 3. Mimi kule kwetu kuna mashamba nini hiki kati wa shamba 20 kisingawa kujenga. Mwanangu unajenga mtaa mzima, unajenga majumba hivi. Sikia hapo ningekwambia masuala ya mali mwanangu, masuala ya mali jao mwanangu. Yaani kama ifika situation hadi wameanza kuuana ile familia. Acha kabisa. Wewe mwanangu kwenye ile familia una share? Hapana mwanangu, wewe ni familia tu kama rafiki wao. Kwanza yule kwanza la wako. Kwa hiyo wewe mwanangu, ukizungumzia swala la mali mimi nikumbusha mbali sana. Nikumbusha kule hivi. Mimi hadi natoka kule kijijini kuja huku. Kwa mwanangu nimekupa vizingiti mwanangu, vicheki hivi vikubwa vyani vimepangana plus wewe hapa na niandama. Bakari toka aondoke kwenda kuishi Kigoma, tabia zake zimebadilika. Amekuwa ni mtu wa ushirikina. Ndio maana nina wasiwasi sana na Bakari kama nilivyokuambia. Hebu mama Pili muelezee wifi yako kuhusu ulichokiona kwa Bakari. Siku ile Shaimu nani Bakari alikuwa ameenda mjirani hivi. Naona Bakari akafishamu akafika hapo usiku amelowana. Yaani kama ametoka sijui kuoga dawa, alikuwa na kando. Mimi kaka yako nikaogopa kumwambia Bakari kulingana na ukali wake. Ila siku iliyofuata ilibidi nimuelezee. Sasa dada, mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani sasa? Unajua Waswahili wanasema chelewa unakuta mwana wa mwenzio. Wewe sasa tufanyeje? Ndio maana mimi nimekuita. Pili, hebu naomba utupishe hapa, haya ni mambo ya watu wazima. Niletee na maji ya kunywa. Haya shangazi. Nina wasiwasi na hao watu watatu. Bakari, Juma na baba mdogo. Tusipokuwa macho watatumaliza. Sasa mimi kuna jambo nimeamua. Jambo gani? Unanielewa? Nakusikiliza. Nina kampango, ndio maana nataka nikushirikishe. Hawa watu hawatatuacha salama. Mpango gani sasa? Naomba unisikilize kwa makini na unielewe. Usilete na wewe hizo habari zile za upole wako unazozifanya. Watakumaliza. Sasa na mpango. Mpango gani unao? Sisi tutafuta tu hapa. Kwa waganga tena kaka? Sasa wewe unafikiri katika hii dunia utaishije? Wewe unaona kifo cha huyu Salumu sasa ni cha kawaida. Ndio maana nimekuambia Bakari sio mtu wa kawaida. Juma hawezi akakataa ulisi na akatulia tu. Hapo nikwambia watu wanaoishi mjini hawa ni matatizo. Hata kwenye kutekwa na hizi Juma ndiko kalikohusika. Sikalijivua tu siku huo, mimi baba sijaja. Hivi wewe kabisa umeona mali halafu naziacha mali hivi tu kweli? Dada, hata ungekuwa wewe kweli unaweza kaacha mali hivi tu kweli? Sasa tukianza kwenda kwa waganga, huoni hapo italeta shida. Hata kwenda kwa mganga huyu, akwambie huyu naye anasema. Kwa nini tusifanye tu uchunguzi? Sio tukimbilie tu kwa waganga. Tukimbilia kwa waganga ndio yale ya kwanza kuogana tena. Wewe umekuwa polisi? Hapana, sina maana hiyo. Utachunguzaje? Wewe ni daktari. Ulishinda kwenda kuchunguza mwili
wa Salumu. Yaani ameshazikwa, unanichunguza mimi, unamchunguza Bakari, unamchunguza Juma au unamchunguza baba mdogo. Nakwambia hawa watu si wazuri kwetu. Dada, nisikufiche, mimi naamua kwenda kwa mganga orotoha yakananguleke. Haya mambo mimi ninachoka. Yaani Basi wewe kama unachoka, ila mimi dada nimekwambia nimeamua hivi. Naenda kwa mganga. Lakini wifi, kwani usimsikilize tu kaka yako mkaenda kwa mganga mkafuatia hayo mambo? wifi nimsikilize nini? Tukafuatilie nini? Yaani mimi mambo na waganga sijui na nini wapi na wapi. Hivi mnashinda kulifuatilia, mnakimbilia kwa waganga. Kasimu kwa waganga. Wifi kwa waganga. Familia yenu sasa inakuwa ni ya kurogana. Mimi sikubaliani na hilo wifi. Simesha kuambia. Ukinivuruga tena naanza na wewe, nitakuchanganya na wao. Hivi wewe kaka. Kwanza wewe baada tukae tujadili kwamba tuwatafute waliomteka Salumu ili tuwajue kama ni namba za simu. Unaweza tu wote kwa waganga, sijui tufanyaje? Kwanza chanzo ni wewe, tamaa zako za mali. Unasemaje? Ndio. Neema, unasemaje Neema? Ndio. Unasemaje Neema? Kasimu, nimefika mwisho. Unataka kunipiga? Na kuheshimu kama kakaangu, na kuheshimu kama ndugu yangu, na kuheshimu kama babangu. Nimefika mwisho. Hayo unayotaka kuyafanya wewe, mimi hapana. Kama unaenda kwa waganga nenda, mimi siendi. Sikubaliani na hilo ulizungumza. Afu na wewe wifi. Umeamua kuungana na kaka. Fanyeni mnachokijua. Tutaona. Mke wangu. Ameniaga humu ndani, anaenda anatoka hapo nje, anaenda chooni, masaa yanapita. Wewe mke wangu. Bwana pale chooni. Chooni nako hayupo, sijui kwa sasa hiyo mwanamke atakuwa wapi? Ameaga, ametoka huko ndani anaenda chooni. Masaa toka saa 4, saa 5, saa 6, saa hizi saa 7, ameenda wapi? Kama niliona karatasi